dada, kuna mtu huku. Kuna mtu? Ndio. Mtu umemwona wapi? Huku nyuma. Ogopa utabaki maskini wewe, jamani, nakuoneni huruma. Leo mtanijua mimi ni nani. Seto kaza, unachikatika nini? Kwa nini huyu umekuja huku peke yako na hii kazi wakati tumepewa wote? Hapana mkuu, ni bahati mbaya tu. Hata unafiki wote tulikuwa pale, wewe kwa nini umeondoka peke yako? Basi mkuu, yaishi, lakini leo wao inabidi kufanya kitu kibaya sana. Punguza umama, utakuja kupata bwana huku chawini. Tena bwana tena, afu kaza. Sawa na kaza. Alichokipanda mama yenu ndio mtachokivuna. Hivyo basi hamtoishi kwa raha katika hii dunia na mtateseka mpaka kifo. Hakuna mtu atakayewasaidia. Sisi tupo katika maisha yenu. Hivyo basi shida, ziki, matatizo, tutahakikisha anakuwa rafiki yenu wa karibu na mtopata msaada wowote. Oyasa. Abe dada. Sijamuona Janga umetoka nimeingia. Yuko wapi? Sijui. Sasa itakuwa kaenda wapi? Basi sawa, jitahidi kidogo, cheza na muda katika kuandaa chakula maana nataka niende kazini jioni. Sawa dada. Sawa. So, rafiki yako ni mama kule nyuma nesi kama atakuwa anataka wewe.
Mambo rafiki yangu. Poa. Mbona leo umeishia nje hujaingia ndani? Leo sijaja kuchelewa. Na mbona siku chache hizi sijakuona kuja nyumbani kwetu? Siku hizi mimi nimekatazwa kuja huku. Kwa nini? Kwa sababu ya dada anasema nacheza na watoto maskini. Hivi hapo nimemuomba tu kidogo Anko Chingu anisaidie nije kuonana na wewe. Kwa mazingira ya sasa nyumbani, si rahisi tena kuja kuonana na wewe. Dada yangu amekuwa kipingamizi kikubwa sana juu ya urafiki wetu. Napitia wakati mgumu sana sababu natamani kuwa na wewe rafiki yangu. Ila kikwazo ni familia. Sijajua kuna tatizo gani mpaka natenganisha umaskini na utajiri. Ila mimi ninachojua sote ni binadamu na tunaishi kwa mapito. Na maana ni sisi ni maskini? Hapana, nyinyi sio maskini. Usilie basi. Su! Sasa unaenda wapi Su? Su! Nimekuja kiongozi, na pia ujaji wangu ulionileta hapa ni kuhusu swala la wale watoto. Kwa kuwa dada yangu ndo aliofanya haya makosa, basi watoto tuwape uhuru wa kuishi. Nafikiri swala kabla tushaliongea katika kikao. Kwa hiyo haina haja ya kuongelea tena katika jambo hili. Na unajua kabisa ni sheria ambaye mtu akikeuka masharti basi adhabu kali itachukuliwa kwa yoyote atakayekosea. Na hilo sio kwake tu, kwa yoyote ataikula nyama za watoto wenzake alafu yeye za watoto wake hataki kuzitoa, hatutakuwa na msamaha na mtu huyo. Lakini yaani itakuwa mazoea. Ina maana tutakula nyama za watoto wake alafu za watoto wake zisiliwe, yeye atakufa na watoto wake watahangaika katika dunia. sawa, sina namna, basi mimi naondoka. Sawa, unaweza kwenda. Mume wangu, Naam. mimi ndo natoka hapa naelekea kazini, lakini toka nilivyorudi umndani janga hayupo, na nahisi itakuwa kaenda kule kwa yule rafiki yake yule mchafu yule maskini wanokaa kule yule. Sasa na wewe muda mwingine basi jitahidi kwanza kuliangalia ile jambo, usio unaniacha tu peke yangu, tutakuja tukapata matatizo kwa yule mtoto. Sawa, nimekuelewa. Basi ya. Njoo. Changamka. Sogea hapo. Aya, ulikuwa wapi? Na kuuliza wewe ulikuwa wapi? Nilikuwa kule nje kwa kina Juma na Selva. Hivi mara ngapi nimekukataza kutoka nje ya geti? Alafu wewe ulio unanidanganya. Au kwa kina Juma wala ni wewe ulikuwa kwa yule rafiki yako maskini yule asiyojua kuoga. Alafu kila siku nakwambia mimi yule mtoto simpendi. Unajua namchukia yule mtoto. Kwa nini wewe unapenda kuwa karibu naye yule? Kwa nini mbona mwenzio si ana kawaida za kutoka nje kwenda kucheza na watoto wasioeleweka? Wewe una nini wewe? Sasa sikia nikwambie. Wewe nitakutoa hapa nikupeleke ukakae kwa mama. Kwa sababu kila nikikwambia haunielewi. Unataka uende ukakae kwa mama, si ndio? Na kuuza unataka uende ukakae kwa mama? Aya, mpita hapa nenda kaoge. Changamka nenda kaoge. Anaponuka basi jasho lake baya, mimi silipendi hili. Yaani sijui mtoto yukoje. Na kwanza wewe ndo mara yako ya mwisho kutoka nje. Alafu nitamwambia huyo mko wako tabia ya kugurushwa kutoka nje, atakuja akakosa kazi.
Mdogo wangu, unajua maisha tunayopitia kwa sasa ni magumu sana, na haya yote tunayopitia sababu ni mama, na ndio maana kututoa kule kijijini kutuleta huku, lakini haijasaidia kitu chochote. Nadhani nakumbuka alituambia mwenyewe kabla ya kufa kwake. Kwa hiyo haya yote yanasababisha yeye. Amefanya kwa sasa tunapitia maisha magumu, hatuishi kwa raha hapa duniani kama anavyoishi wenzetu. Imefikia hatua tunafuatiliwa na watu wasioeleweka, na mpaka misaada yetu ambayo tulikuwa tunaipata kwa sasa imekuwa inatoweka. Mfano mfupi tu, mdogo wangu, kulikuwa na yule rafiki yako ambaye alikuwa anatusaidia kama kulipa pango hapa nyumbani, na yeye tayari leo amesema kuwa hatakuja tena hapa nyumbani. Atatusaidia nani kulipa pango katika hii nyumba tunaoishi? Na mama mwenye nyumba tumemwahidi kuwa mwezi huu akija atapata hela yake ya kodi. Tutafanyaje? Ila haya yote yamesababishwa na mama. Kwa hiyo inabidi tutoke mimi na wewe twende mpaka makaburini, na maanisha kaburi la mama. Twende tukamshtakie, tukamwelezee, tukamlaumu. Kwa nini mtuachie matatizo makubwa kama haya? Sijali sisi ni watoto wadogo, matatizo ambayo sio saizi yetu. Hatupasi kabisa kupitia matatizo kama haya. Kwa hiyo naomba ikiwezekana hata sasa hivi. Wewe vipi? Mbona umekuja mbele yangu tunaniangalia? Mtoto, mimi naomba unisaidie. Ila ongezea kwenda switch sababu umeme umekata. Aya, niambie nikusaidie kitu gani? Unajua dada amenikataza nisiende kwa shule. Ila sio kule hana msaada wote. Hivi wewe kwa nini unapenda kucheza na wale watoto maskini? Wewe jamaa zako wale, haujui kama unadhalilisha familia yako? Kila siku unaelekeza wewe tu, lakini bado hutaki tu kuelewa. Achana nao masikini. Hivi haujihurumii wewe mwenyewe? Unakokwenda kule ni mbali. Hivi ikitokea umetekwa wewe, familia yako sitatoa gharama nyingi kwa ajili ya kukuokoa wewe? Ila litakapo kukuta tatizo ndio utajua dada anamaanisha nini. Ina maana na wewe ni wale wale, na sikutarajia maneno kama haya kutoka kwako. Ina maana mimi ndio wale wale. Sawa, ila hao masikini watakuja kukuponza. Labda nikwambie kitu dada, pesa, majumba, magari, vyote ni vitu vya kupita tu. Basi hivi usijisahau sana. Vikipita basi tunapita navyo. Sijui umenielewa? Nadhani tutakuwa tumeelewana.
Hivi kuna tatizo? Ndio, kuna tatizo wangu, na sijui unanisaidiaje. Na tatizo lenyewe juu ya rafiki yangu Suu. Suu gani? Huyu uliokuja kuniomba nikuibie kamda ukamwangalie? Ndio huyo, imekuwa sababu kubwa sana nyumbani. Dada yangu kanikataza, hataki kabisa niende kule. Pia hataki tu rafiki uendelee, mpaka anafikia hatua ya kukupa ulinzi wewe ili mradi mimi nisitoke humu ndani. Hii inanipa changamoto na kuniumiza katika moyo wangu. Nashindwa kuelewa nifanye nini. Oh, sasa iko hivi. Dada yako yuko sahihi sana. Cha kwanza, tambua kuwa analinda usalama wa maisha yako, kwa sababu unakokwenda kule ni mbali. Isitoshe ni pembezoni mwa mji. Unajua leo kuna watu wengi sana wanatafuta hela kupitia watu. Yaani mfano, mtu anaweza akakuteka wewe baada ya kugundua baba yako ana pesa, ikawa sababu ya kupata pesa yeye. Sasa naweza kusema dada yako kaona mbali. Kwa hiyo inatakiwa umsikilize. Yaani kwa kifupi, usiende kule. Tazama namna ya yeye kuja huku, sio wewe kwenda kule. Utasababisha familia ingie kwenye matatizo. Sasa unanisaidiaje anko? Kwanza mimi hilo liko nje ya uwezo wangu, kwa sababu mimi ni mjomba yako tu. Sina maamuzi na sina mamlaka yote ya kifamilia. Labda niangalie namna ya kufanya ili wewe unakutana naye. Haiza tutafute njia ambayo itasababisha wewe unakutana naye, mnasalimiana na vitu vingine, lakini sio wewe kutoka hapa kwenda kule. Labda tuangalie hapo kama itawezekana. Basi sawa, nakuomba sana mjomba, nisaidie katika hili. Sawa, usijali anko. Wewe nenda, afu hilo niachie mimi, nitajua ninafanyaje. Sawa anko, ninakwenda. Sawa. Nani? Sijui. Wenyewe. Inawezekana niko kwenye nyumba. Kwenye nyumba? Wenyewe ndani huko. Baba. Mahaba. Vipi, mbona kama upo sawa? Amna. Niko sawa. Sawa. Mimi sijajia hayo. Nadhani kilichonileta unakijua. Ni pesa yangu tu ya nyumba. Mbona kimya unijibu? Hatujaipata. Unasemaje wewe binti? Utapata mpaka lini? Wewe ni adilini. Sikiliza nikwambie kitu. Unajua mimi ili banda hili nilitaka nilibomoe muda mrefu sana. Ila sasa nimeshindwa kulibomoa kwa ajili ya kukustilini nyinyi. Kwa wema wangu tu, na sio kwamba mkae hapa milele kama mimi mzazi wenu, hapana. Kama imekushindwa kukaa kwenye hii nyumba, yani ni bora muame. Amna baba, tufinyilie basi tuongeze wiki moja. Wiki moja? Sasa nisikilize nikwambie. Mimi naondoka. Na nikirudi sihitaji nifute mtu ndani ya nyumba hii. Umenielewa eh? Yaani naondoka, nikirudi usiku sihitaji nikukuteni nyinyi ndani ya nyumba hii. Nadhani umenielewa. Sina tena cha kuongea kingine, sawa? Baba, nisikilize basi hata kidogo. Baba nisikilize.
Inaonekana tunakokwenda ni mbali. Ndio mbali, unaona nalaule kule. Ndio kule kule. Lakini unaijua nyumba yenyewe? Naijua kwa sababu tulishawahi kwenda. Eti dada, inaweza ikawa kutoka kwetu pembeni ya mji ndio mwisho kufuatiliwa na wale watu? Unamaanisha hivi vitoto vichawi? Ndio. Siwezi jua. Ikiwa tuliwakimbia kule kijijini na mama na akaja mpaka huku, sidhani kama atashindwa kutufuata kutoka kule pembezoni mwa mji mpaka katikati ya mji. Nini cha kufanya sasa? Nadhani juhudi zote tumezifanya na tumekwenda mpaka kaburini kwa mama kupeleka malalamiko, lakini kilichotukuta wewe mwenyewe umekiona. Kwa hiyo wewe twende, tutajua kwa mbele ya safari. Lakini nina imani hawatutufuatilia tena. Mgongo